unaweza ukahisi hivyo kwamba gazeti hili Mwananchi Tanzania limeletwa kutokea bandarini na limeletwa na meli, huku meli ikiwa inakimbia moto. Hili gazeti hili hatari sana. Hatari sana. Sasa kilichoandikwa katika taarifa hii ni kilio cha ada bandarini. Hiyo ni taarifa kubwa kabisa ambayo imeandikwa hapa, na kwa ukubwa wake kabisa. Habari picha nikiona meli iko katika bahari na inaelekea bandarini, huko nyuma inakimbia moto mzito wenye kutoa moshi na huku fedha zikiwa zinaonekana hapo. Sasa nini ambacho kimeandikwa katika gazeti hili? Anasema ni ada mpya kwa mizigo ya ndani yaanza kutumika, wadau walalamika, TPA yataja sababu, yasisitiza ufanisi, kujenga magati mapya 18 kwa miezi 24. TASA yasema mchakato ulikuwa ni shirikishi. Hiyo ndio habari ambayo imeandikwa katika ukurasa huu wa mbele, lakini habari kamili ni ukurasa wa 4. Lakini bidhaa zinazoagizwa kila siku kwa mahitaji ya viwanda, biashara na matumizi mengine ni mafuta ya petroli na dizeli, magari na vipuri, mashine na mitambo ya viwandani, mbolea na dhana za kilimo, plastiki na bidhaa zake, chuma na bidhaa zake hasa za ujenzi, nguo, bidhaa za ngano na mafuta, lakini mwisho ni dawa na vifaa tiba. Kwa hiyo ukija kuangalia hapa watu mbalimbali ama wafanyabiashara mbalimbali wameguswa, kwa sababu bidhaa muhimu kabisa ambazo wanatarajia ama anazihitaji Mtanzania na mwananchi kila siku zimeorozeshwa hapa, ambazo zinashuka bandarini. Kwa hiyo ni lazima tu bei zinapokuwa zinapanda hapa, hata kwenye gharama za maisha huku sisi lazima zitapanda, kwa sababu kama mtu alikuwa analipia 500,000 sasa hizi analipia 300,000, unafikiri atakuja kuuza bei sawa na ile ya kwanza? Haiwezekani. Ni lazima bei itapanda juu zaidi, na hii kitu itaathiri sana swala zima la biashara, kwa sababu bei zinapopanda, manake hata bidhaa mzunguko wake unaweza kuwa ni changamoto. Maana watu wanakuwa hawajajipanga katika hilo, lakini ingawaje mamlaka inasema kwamba mchakato ulikuwa ni shirikishi, kwa hiyo inamaanisha kwamba hawa watumiaji, yani hawa wahusika walishirikishwa katika hili. Sasa ingawaje walishirikishwa, lakini ingeangaliwa namna, maana hali ni mbaya. Hapo kuna yule mwananchi mwenye kipato kidogo kumudu gharama kama hizi, inawezekana ikawa ni changamoto. Lakini pia wafanyabiashara pia inawezekana wakakwama kwenye mitaji yao kulingana na gharama kubwa ama ada kubwa pale bandarini. Mtu anaweza akasitisha biashara yake, asiagize tena mzigo kutokana na hii bei kwa kubwa.